Jua la alasiri lilichomoza kwa uvivu kupitia dirisha kubwa la mgahawa wa chakula poa, likimulika vumbi lililocheza hewani na kuangukia juu ya meza zilizong'aa. Harufu ya kahawa iliyochanganyikana na ile ya keki mpya zilizookwa ilijaza chumba chote, lakini kwa Maya, harufu hizo hazikuwa na maana yoyote. Mikono yake iliendelea kuweka vizuri sahani za chipsi na kuku kwenye tray kubwa, ingawa akili yake ilikuwa mbali, ikining'inia katika wodi baridi ya hospitali. Macho yake ya ndani yalimwonyesha mama yake, akiwa amelala kitandani huku ngozi yake ikiwa imepoteza rangi yake ya kawaida, kama ua lililonyauka. Kauli ya daktari bado ilikuwa hai akilini mwake, ikimkumbusha hatari inayomkabili mama yake kama hawatamfikisha kwenye upasuaji kwa wakati. Hali hiyo ilimvunja moyo kabisa. Wakati akili yake ikiwa mbali, mikono yake iliteleza na tray kubwa ilimponyoka. Sahani zilidondoka, zikapasuka na chakula kumwagika kwa kishindo. Mandy, mfanyakazi mwenzake, alishtuka kwa ghadhabu, akamkaripia Maya kwa kukosa umakini. Maya alinyanyua macho yake kwa aibu, akijitetea kwa sauti ya chini na kuomba msamaha. Hali ya mgahawa ilibadilika. Wateja waliokuwa mezani waligeuza shingo zao kwa mshangao, wakifuatilia tukio hilo. Mandy hakuishia hapo. Alimkemea Maya kwa hasira, akimkumbusha gharama ya chakula alichoharibu na kumdharau kwa hali yake ya kifedha. Maya alijikuta akiwa na maumivu makali moyoni, akikosa kuelewa ni kwa nini Mandy hakuwa na huruma, hasa ikizingatiwa kile alichokuwa anakipitia. Lakini kabla hawajamaliza majibizano yao, Mandy alitupa wazo zito kwamba kuna njia ya kupata pesa anazohitaji Maya kwa haraka, zaidi ya milioni 7 kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Alimtajia wazi kuwa hiyo njia inaweza kumpatia utajiri huo kirahisi. Maya alishtuka. Kusikia neno kansa kutoka kwa Mandy kulimfanya ajisikie kama moyo wake umepasuliwa. Alijibu kwa msisitizo, akimkata Mandy asiongee zaidi kuhusu jambo hilo. Hali ya mgahawa ilibadilika ghafla wakati milango mikubwa ilipofunguliwa na wanaume watatu wenye miili mikubwa wakaingia. Mmoja wao alikuwa amevalia suti nyeusi iliyomkaa vizuri, akionekana kuwa kiongozi wao, huku wawili waliomfuata wakiwa kama walinzi waliovaa mashati meusi na miili iliyojazana misuli. Wateja walinyamaza, wakitazama kwa wasiwasi. Minong'ono ilianza kusikika miongoni mwao, wakimjadili mtu huyo kwa tahadhari. Ilisemekana kuwa huyo alikuwa Akram Salim, kiongozi wa genge hatari la mafia jijini, mwanaume aliyekuwa maarufu kwa ukatili na uwezo wake wa kuwatisha watu. Wakati watu walipoendelea kunong'ona, msaidizi wa Akram, aliyefahamika kama Amr Anderson, alielekea moja kwa moja kwa Maya na Mandy. Bila hisia, alitoa simu yake na kuangalia picha, kisha akauliza ni nani kati yao anaitwa Maya. Maya alitambua kuwa hakuna namna ya kuhepa, akaamua kujitambulisha kwa sauti ya hofu. Anderson alitabasamu kwa namna ya kinyama na kuwasiliana kwa simu, akiripoti kuwa walikuwa wamepata aliyetafutwa. Mara tu baada ya simu hiyo, vijana wake walimrukia Maya na kumshika kwa nguvu. Maya alianza kupiga kelele, akiomba msaada na kueleza kuwa mama yake anamhitaji hospitalini. Machozi yalitiririka usoni mwake, lakini hakuna aliyeingilia kati. Watu wote walionekana kusita, wakitetemeka kwa hofu. Hakuna aliyekuwa tayari kujitosa kumzuia Akram au watu wake. Ndani ya jumba kubwa la kifahari, katika chumba kimoja kilichotawaliwa na giza nene, harufu nzito ya chuma na hofu ilitanda hewani. Mwanaume mmoja aliyefungwa mikono na miguu kwa minyororo mizito aliketi kwenye kiti, uso wake ukiwa umefunikwa na kitambaa cheusi. Mdomo wake ulikuwa wazi, akionekana kutoa maneno kwa shida, huku hofu ikionekana wazi kwenye sauti yake ya kutetemeka. Alijaribu kujitetea, akieleza kuwa hakuwa na nia mbaya, bali alilazimika kwa shinikizo la binamu yake.
Karibu naye Akram, kijana mtanashati aliyekuwa akivuta sigara kwa utulivu wa kutisha, alikoki bastola yake kwa ustadi uliotokana na mazoea. Harakati zake zilikuwa tulivu lakini za kutisha, zikitangaza kile alichonuia kufanya. Aliongea kwa sauti nzito, baridi kama theluji, akionekana kama mtu aliye tayari kwa kila hali. Alieleza wazi kuwa hata yeye hakuwa na hakika kama mwanaume huyo alihusika, lakini alitaka hakikisho kwamba asiwe sehemu ya jambo hilo tena. Bila kusita, bastola ilifyatuliwa. Risasi ilichoma hewa kimya kimya, ikalenga moja kwa moja kwenye paji la uso la yule mwanaume. Maisha yake yalikatika papo hapo, mwili wake ukianguka kwa kulegea, na ukimya wa kutisha ukalitawala tena chumba. Anderson alitokea mlangoni muda mfupi baadaye, akimkaribia Akram kwa heshima na kumpatia kitambaa safi. Ingawa Akram alionekana kijana wa miaka isiyozidi 29, sura yake, mwonekano wake na ukali wa tabia yake vilivuka umri wake kwa mbali. Alikuwa na mvuto wa hali ya juu, macho yake makubwa yakibeba akili ya haraka na ukatili wa ndani. Nywele zake nyeusi zilivyopigwa mtindo wa kisasa zilimfanya aonekane zaidi kama mfalme wa enzi hizi. Sauti yake ilikuwa ya upole lakini yenye mamlaka, ikivutia na kuogopesha kwa wakati mmoja. Baada ya kujifuta mikono kwa utulivu, aligeukia Anderson na kumwagiza ampeleke mgeni wao mpya kwenye maktaba. Aliongeza kuwa angetaka kuzungumza naye akiwa huko. Anderson alitii bila kusita, lakini kabla hajaondoka, Akram aliongeza agizo lingine: mwili wa marehemu utupwe chini ya daraja la Salanda, na kuhakikisha kuwa familia yake inajua wazi kuwa kifo hicho kilikuwa mikononi mwa Akram. Baada ya muda, Akram alikuwa ameshabadili mavazi na kuoga. Sasa alionekana nadhifu kupita kiasi, mwenye kuvutia na kujiamini. Aliingia kwenye chumba cha maktaba, kilichopambwa kwa rafu za vitabu ndefu zilizojazwa maandiko ya thamani. Pembeni mwa chumba hicho, Maya alikuwa ameketi kwa utulivu, mikono yake ikiwa imefungwa nyuma ya kiti na macho yake kufunikwa kwa kitambaa. Alisikia mchakato wa hatua na sauti ya hofu ikaanza kujitokeza mwilini mwake. Akram alimsogelea kwa utulivu, akamfungua mikono polepole, kisha akamuamuru afungue macho yake. Maya hakuchelewa. Aliondoa kitambaa usoni mwake na katika sekunde chache, uso wake ulimkumbatia Akram kwa namna ya kipekee. Uzuri wake ulionekana kwa mara ya kwanza, macho yake makubwa yaliyojaa hofu na unyofu, sura iliyopangika kwa mvuto wa ajabu, midomo midogo na pua iliyokamilika kwa ukamilifu wa kipekee. Kwa muda mfupi, Akram alibaki akimtazama kwa mshangao, akili yake ikikatizwa na uzuri wa Maya. Alijaribu kujizindua kwa kukohoa kidogo na kugeukia karatasi ya taarifa mbele yake. Alianza kusoma kwa sauti ya ndani, akifuatilia historia ya Maya. Alijua kila kitu kumhusu: umri wake, kifo cha baba yake, jinsi alivyoacha shule ili kumtunza mama yake mgonjwa aliyelazwa hospitalini katika hali mahututi. Maya, aliyekuwa bado ameduaa, alitazama beji ya kipekee iliyokuwa kwenye koti la Akram. Ilikuwa ni beji ya joka, alama ya hofu na heshima. Hofu ilimpanda kwa ghafla. Alianza kuelewa kwa haraka alikokuwa na nani alikuwa mbele yake. Moyo wake ulilipuka kwa mshangao na hasira. Alijua sasa kuwa yuko mikononi mwa mtu hatari, mfalme wa genge la mafia, Akram Salim. Alianza kujiuliza maswali mfululizo. Kwa nini alitekwa? Hana kampuni, hana pesa wala uwezo wa kijeshi, hakuna sababu ya kutumika kama mlinzi au mtumwa wa aina yoyote. Lakini Akram hakusumbuliwa na maswali hayo. Alimchunguza Maya kwa macho ya ndani, kisha akampa taarifa ya kushangaza. Alimweleza kuwa bado alikuwa bikira. Maya alishtuka na kushangaa, akiuliza kwa mshangao mkubwa, lakini Akram hakujali swali lake. Alielekeza mawazo kwenye mkataba aliokuwa ameandaa. Akanyosha karatasi mbele yake na kuupatia Maya.
Maya alikodolea macho karatasi hiyo na kila neno alilosoma lilizidi kumchanganya. Sauti ya Akram ilijitokeza tena, ikimweleza kuwa alihitaji bikira yake kwa thamani ya milioni 20. Akili ya Maya iliganda. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi, dunia ikaanza kuzunguka taratibu mbele ya macho yake. Maya aliutazama mkataba kwa makini, macho yake yakipitia kila neno kana kwamba alihitaji uhakika zaidi wa kile alichokiona. Kisha aligeuza macho yake kwa Akram, aliyekuwa ameketi kimya mbele yake, akimtazama kwa utulivu wa ajabu. Akiwa na mchanganyiko wa ujasiri na woga moyoni, Maya alianza kueleza msimamo wake. Alisema kuwa hakuwa mtu wa kuuza mwili wake kwa pesa, hata kama ofa aliyopata ilikuwa ya mamilioni. Alieleza kuwa thamani yake haikuwa ya kuuzwa kwa pesa yoyote ile, na kwamba hakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa haraka alisimama na kugeuka kuondoka. Akram alibaki kimya, akimwacha atoke bila kumzuia. Alipofika kwenye ngazi za kifahari za jumba hilo, simu yake ililia ghafla. Ilikuwa ni kutoka kwa daktari wa mama yake. Kwa haraka, Maya alijibu simu hiyo huku hofu ikimjaa. Sauti ya daktari ilisikika ikiwa imejaa wasiwasi, ikimweleza kuwa hali ya mama yake ilikuwa imezorota na kwamba uongozi wa hospitali ulikuwa tayari kugairi ratiba ya matibabu ikiwa pesa hazingepatikana mara moja. Alishauriwa hata kukopa ili apate hata sehemu ya gharama hizo. Maya aliganda mahali pale, akihisi dunia ikimzunguka. Hakujua la kusema, ila aliomba kwa shida kwamba matibabu yaendelee, akiahidi kufika na pesa. Baada ya kukata simu, alikaa kwenye ngazi akivuta pumzi nzito, akili yake ikiwa imejaa mawazo. Picha ya mama yake aliyelegea kitandani akinyauka kwa polepole ilijaa akilini mwake. Alijua kuwa hakuwa na njia nyingine zaidi ya kufanya uamuzi mgumu. Alisimama, akageuka polepole na kurejea kwenye chumba cha maktaba. Aliporudi alimkuta Akram bado akiwa pale pale, akitazama mkataba ule kwa makini. Maya alimkaribia, uso wake ukiwa na huzuni pamoja na uamuzi mgumu aliokuwa ameufikia. Aliuliza kama angeweza kupata nusu ya pesa mara moja, kisha akavuta mkataba ule na kuusaini bila kusita tena. Akram alimtazama kwa makini, kisha akainuka na kusogea karibu naye. Maya, kwa sauti ya dharura na aibu, alitaka kujua kama wangeanza mkataba huo mara moja na kama angeweza kupewa nusu ya fedha baada ya kukamilisha makubaliano.